Mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya GMA TV, tukiwa mkoani Shinyanga, tumefanikiwa kufika katika kanisa la PAGT lililoko mkoani Shinyanga Liamidati, katika semina kubwa ya viongozi wa umisheni na uinjilisti ndani ya mkoa wa Shinyanga, huku tukisubiri kupokea msafara wa askofu wa jimbo la Shinyanga. Naona viongozi wako hapa kisubiri msafara wa askofu. Asante Yesu kwa kuniona. Mpenzi mtazamaji, huo ndo msafara wa askofu jimbo la Shinyanga akiwa tayari anaingia katika tukio maalum la viongozi wa umisheni na uinjilisti ndani ya jimbo la Shinyanga. Shinyanga kumewaka moto baada tu ya viongozi wakuu kutoka katika semina ya umisheni na uinjilisti makao makuu Dodoma. Askofu wa jimbo ameamua kutembelea mkoa wake na kuelekeza viongozi wa umisheni na uinjilisti haswa katika swala zima la upandaji wa makanisa. Hayo ndo mapokezi kiwa pokelewa na makamu askofu wa jimbo la Shinyanga. Tayari mapokezi, naona viongozi wengine, kuleana mchungaji kiongozi, mkurugenzi wa uinjilisti na umisheni kutoka Kahama, kutoka Ushetu. Huo ndo msafara wenyewe, kiwa mbashara. Endelea kufuatilia pamoja nami, endelea kukujuza kila ambacho kinachoendelea hapa mkoani Shinyanga. Huo ndo msafara wenyewe wakiwa tayari wanaingia kanisani kwa ajili ya kuendelea na jukumu zima la semina ya umisheni na uinjilisti ndani ya jimbo la Shinyanga. Naona moto umewaka katika mkoa wa Shinyanga. Hii ni baada tu ya semina ya uamsho mkoani Dodoma kumalizika. Askofu wa jimbo ameamua kuitisha wakurugenzi wote wa misheni na uinjilisti ndani ya jimbo lake ili kutoa maelekezo kwa ajili ya kazi mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimkaribishe. Naitwa mchungaji Samuel Shiwa, ni makamu askofu wa jimbo letu la Shinyanga. Bila shaka basi nimtambulishe askofu wetu wa jimbo. Simame awasalimie kabla ya mambo mengine. Kwa sababu unapoongea umisheni unaongea moyo wa Mungu. Mapigo ya Mungu ni umisheni. Kwa hiyo tuko leo hapa tunashughulika na moyo wa Mungu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya tukio hili. Lakini pia tunamshukuru mkurugenzi wa umisheni na uinjilisti jimbo kwa kutualika katika kikao hiki. Kwa vikao vya maidara, askofu wa jimbo huwa ni mshauri. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya baadhi ya wajumbe tunaokaa nao kwenye hizi wa Kahama. Mungu akubariki sana ya wito huu. Lakini pia mwalimu wa shule ya Biblia naye ni mjumbe kwenye kamati ya jimbo. Kwa hiyo tuko mahali hapa na tumekubali tutafanya majukumu haya siku ya leo pamoja nanyi, lakini pia siku zingine zote ambazo tunaendelea. Majina yangu naitwa Robert Joseph. Mungu wa mbinguni awabariki. Nanyemelea kupewa zamu za kuhubiri injili humu kanisani. Na yeye mafuta yake ni ya kutafuta watenda nini? Zamu, walevi. Sasa mchungaji, una muda mrefu unipi madhabahu mpaka wanafunga na kuomba, wanakuombea mchungaji wape nafasi ya kuhubiri. Kumbe wakihubiri wanahubiri ndani ya ukuta wa kanisa. Inaitwa hatua sufuri ya uinjilisti. Unaona? Sasa katika kutekeleza jukumu hili la idara itakuwa na makundi manne. Inapotekeleza jukumu hili la kuhubiri injili, idara itakuwa na makundi mangapi? Manne. Kundi la kwanza ni kundi la uinjilisti au timu ya uinjilisti au kikosi kazi cha injili. Kama iandike hapo Matendo ya Mitume 15 kwenye hiyo A. Matendo ya Mitume 15 mstari wa 23 mpaka 26. Hatutarudi kusoma kwa ajili ya muda, lakini inazungumza walikuwa wanatafuta watu waliokubali kuhatarisha maisha yao kwa ajili ya injili.
Matendo ya Mitume sura ya 15 mstari wa 23 mpaka 26. Watu waliokubali kuhatarisha nini? Maisha. Paulo na Barnaba walikuwa ni miongoni mwa watu waliokubali kuhatarisha maisha. Wanazungumza, hao ni mitume kule Yerusalemu, kwamba hawa watu waliokubali kuhatarisha maisha yao kwa ajili ya Injili tuwape sapoti. Idara itatafuta watu wanaokubali kutoa maisha yao, kuhatarisha maisha yao kwa ajili ya Injili. Matendo 17 mstari wa 5 na wa 6, waandike tu Matendo 17 mstari wa 5 na wa 6. Katu mitaa ya pombe, mitaa ya waganga, mitaa ya nini, badala yake wapindulia hao watu hivyo vilabu vya pombe viwe ni maeneo ya kuabudia, makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kikundi cha kwanza hicho, kitatengenezwa vizuri na tayari kimeshatengenezwa kikosi kazi. Nitamani sana mwenyekiti wa kikosi kazi angekuwepo hapa Mininga, lakini na leo tumemisi. Najua kwenye vikao mtajadili vizuri zaidi eneo hilo. Kundi la waombaji, anahitaji waombaji. Hawa ni watu ambao watatoa maisha yao kwa ajili ya kuombea kazi ya nini? Kazi ya Injili. Kazi ya Injili inahitaji kuombewa. Unamwona Yesu katika Luka 12. Luka sura ya 10 mstari wa 2 inasema mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni nini? Muombeni Bwana wa mavuno aite watu, apeleke watu. Kwa hiyo waombaji hao watafanya majukumu yafuatayo. Kwanza, wataombea watendakazi waendelee kuongezeka kwenye umisheni na uinjilisti, lakini pia wanayaombea maeneo yafunguke. Si maeneo yamefungwa Kuna wakuu wa anga wamefunga maeneo. Timu hii itakuwa inaombea maeneo yafunguke ili kikosi kazi kikienda kuhubiri Injili iweze kupokelewa kwa urahisi. Mtume Paulo anazungumza katika Wathesalonike wa pili sura ile ya 3 mstari wa 1, anasema hatimaye ndugu, tuombeeni neno la Bwana liendelee. Au misheni hauwezi kwenda bila nguvu ya maombi. Kundi la 3 ni walimu. Walimu hawa ni watu wenye ujuzi wa kufundisha neno la Mungu kwa waamini wapya na hata pia watendakazi wapya ndani ya kikosi kazi cha Injili. Hawa watu nao ni wa muhimu, kwa sababu mwinjilisti anapohubiri neno wanakuwepo watu wenye kuwafundisha nini? Kuwafundisha wale watu namna hata ya kukulia nini? Wokovu. Kundi la muhimu sana nalo, kundi la watoaji wa pesa au mali kwa ajili ya nini? Kazi ya Injili pia haitaenda bila nini? Bila pesa. Hawa ni watu watakao kubali kutoa mali zao kwa ajili ya Injili, watakao gharimia safari za wainjilisti, watagharimia safari za walimu, watawezesha kufanyika kwa mikutano ya Injili na mahitaji mengine yote yanayohitajika kwenye nini? Hii ni kwa mujibu wa Warumi sura ya 10 mstari wa 13 hadi 15. Wataendaje wasipopelekwa? Ni Warumi sura ya 10 mstari wa 13 mpaka ngapi? Mpaka 15. Hitaji watu watakao kubali kutoa pesa zao. Na hawa watu nao ni mpaka wafundishwe makanisani. Tunao makanisani. Tulikuwa tunajifunza njia mpya huko. Njia mpya kwa maana ya kwamba hatutaendelea kusubiri wazungu wanaotoka Canada na wanaotoka sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wenyewe ndio njia mpya hiyo. Unaona, kwa mfano tumeshaanza. Mtu mwenye akili zilizopambazuka mpaka hawa amebanwa kabisa kwenye magonjwa na nini, huko anakuja kuokoka na atakuwemo kanisani, lakini kwa mateso, maana mazingira hayaruhusu awepo. Kwa tayari ni sehemu ya nini? Sasa hawa watu wanaoweza kutufanikisha kujenga makanisa, wanaweza wakagharimia pia mhubiri anayeenda kufungua kanisa ya Kiti, anayeenda Sijili ya wapi, anayeenda popote tutakapotuma watu kwenda kufungua nini? Kwa pesa za watu hawa watu tulionao wapi?